Wale mahizangu wa Walinyama Vitani, hebu njooni hapa kwanza tuongee. Maana mimi mwenyewe ugali dagaa sitaki. Walinyama Vitani ni mzuri, lakini kwa haraka haraka hebu tuongee kwamba athari zinazoweza kukukuta ukiamua kukaa kwenye Walinyama Vitani. Nadhani mmemwona Regina Daniels wa kule Nigeria yanayomkuta. Sasa hebu ngoja nikufafanulie kidogo. Unapoamua kuwa na hawa majamaa wa Walinyama Vitani, unatakiwa uwe very strategic, otherwise kuna haya mambo machache yatakukuta na utashindwa cha kufanya. Kwanza kabisa, ukiamua kuondoka, ujue hawa jamaa tayari wanakuaga wana sign kitu kinaitwa prenup, yani wanakusainisha mkataba ambao wewe ukiwa unaondoka, ukiamua kudivorce au kutaka talaka, hautaondoka na kitu hata kimoja my dear. Yani utaondoka kama ulivyokuja. Kitu kingine ambacho anaweza kufanyia, akiona kwamba una influence kubwa. Kwa mfano kama huyu dada tunayemuona huko Nigeria, ambavyo alikuwa ni actress, ni mtu anayejulikana na nini, na anaona kwamba kwamba unaweza ukaondoka na ukawa na maisha yako, na yeye kwa sababu ni mtu ambaye ni powerful, ni kiongozi, ana ego, hataki kukuacha wewe ukaondoka na ukaendelea kushine. Kwa hiyo atakutengenezea mazingira ya kwamba wewe ni mgonjwa wa akili. Na ndio maana unaona mwenzetu ameambiwa kwamba yeye amepewa kwamba yeye ni drug addict, ni ana uraibu wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo anatakiwa aende rehab. Tayari hapo kesha haribu picha yake kwenye society, kwa sababu yule ni kioo cha jamii. Hivyo ndio watu wenye ego wanavyofanya my dear. Kwa hiyo atahakikisha anakuchafulia image yako. Na kwa sababu yeye ana hela na ana power, atahakikisha umeenda rehab, na who knows kwamba kule rehab unaweza ukapewa dawa gani na ukawa hauna akili kabisa, yani ukajikuta umekuwa taira. And mind you, cha tatu utachukua custody ya watoto, kwa sababu tayari wewe hauko fit kulea watoto wako. My dear, bado mnataka Walinyama Vitani, ila bado mimi nakoma au vipi?